Young Africans hivi ya leo. Mchezo walipiga Dar es Salaam Young Africans wanaondoka na ushindi wa bao 1-0 kupitia kwa RRK. Tuzungumzie mchezo ulikuwa na namna gani kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili? Mechi imekuwa ni nzuri na ushindani. Licha kwa watu wa matokeo mfukoni. Wakiamini kabisa kwamba lazima Young Africans kupata matokeo ya ushindi tena kwa idadi kubwa sana ya magoli. Lakini KMC wameprove wrong kwa maana ya kwamba kuja kutuonesha game ushindani ambao wameonyesha ni kwa sababu ya kuheshimu Yanga kama timu kubwa na kuja kucheza kwa nidhamu kubwa na ndicho ambacho kimekwenda kutokea leo. Kwa KMC kipigo ambacho amekipata ni kutokana na adabu yao ya kujua kwamba hii ni timu kubwa, na mimi niwapongeze kwa sababu hawakutaka kusikia miruzi ya wachambuzi. Moja kati ya timu ambayo ilipozwa na wachambuzi pamoja JKT Tanzania wakati inaongoza ligi kwamba Yanga ni mbovu, nyinyi mna kiwango bora na mnaongoza ligi, wakafa mtu kono la nyani hapo. Mwisho wa siku mtu akaanza kuzungumza kwamba huu ushindi usiuelewi. Unaelewa vizuri? Kwa mimi nawapongeza KMC, lakini leo KMC imestahili kufungwa. Kazi ya Kemola haina makosa. KMC kwa hili ligi kuu. Huo ndio uhalisia. Kupitia maneja wa habari wa mawasiliano wa KMC hadi Chukuchuku akijinasibu mwenyewe ashuki daraja. Sasa Chukuchuku kama anasema ashuki daraja kwa matokeo ambayo yametokea leo hii, maana yake inabidi Mirembe anakaribishwa asubuhi kwa alama 9. Huo ndio uhalisia. Atakuwa ni mtu wa ajabu sana. Uwezo ukabaki ligi kuu kwa alama 9 na ushindani uliopo kwa hivi sasa. Kumbuka ligi imekuwa na mgawanyiko, kuna timu za mido, kuna timu za juu na timu za chini kule. Unaelewa vizuri? Bado ukiangalia na kibaya kitendo cha KMC kucheza kwa nguvu kubwa mbele ya Yanga. Mechi ijayo tuombe Mungu apate matokeo chanya. Lakini vinginevyo ni msiba. Niliwahi kusema mwanzo mwa msimu moja kati ya timu mbovu ligi kuu ni KMC. Nilisema mapema kabisa. Nikasema KMC ni moja kati ya timu mkweche. Na ndio hiki ambacho kimetokea. Hii ndio timu mbovu mpaka saizi. Kwa afisa habari kulisema hilo pengine inabidi akapimwe. Tujue yeye yuko sawa gorofani au anatafuta kiki. Maana it makes sense kuniambia hii timu haiwezi kushuka kwa alama 9. Sio kweli. Sio kweli. Maana hapa inabidi ipambane ipate alama 27. Inamfunga nani? Manake mechi ya mwisho na mnyama anakuja kuzika hapa. Na kuelekeza mechi ya mwisho mnyama anakuja kuzika hapa. Kwa sababu KMC leo imekabidhi ifungua kwa Yanga ya milango hapo. Yeye ndio walisema kwa sababu ni kikondo kwa hili. Anasema mechi jana wanaanza zida Fountain Gate. Haiwezekani. Bado Fountain Gate ukiangalia wanacheza vizuri kuliko KMC. Huo ndio walisia. Kila mmoja ameona Fountain Gate namna ambavyo walivyocheza na kikosa Union. Huo ndio walisia. Na hata ukiangalia kwa wote hawako mahali pazuri, lakini Fountain Gate ina auweni. Kwa tumvumilie ndugu yetu Chukuchuku, tumvumilie, sio yeye anayeongea. Tumvumilie, sio yeye anayeongea. Ni nani sasa? Ule ni usembe kabisa, Kalisho. Haiwezekani mwenye akili mwana kazungumza mambo ya ovyo kama hayo. Tumvumilie Chukuchuku. Anatafuta kiki za kujifia saizi. Ndio uhalisia, kujifia ligi kuu. Kwa kile ambacho atakisema jana Chukuchuku katika press kusema atawasaidia mnyama Simba. Ikifika saa 12 mnipigie simu. Ndio kitu ambacho mpaka kimelazimisha Young Africans kufunga bao moja. Mimi nafikiri kauli ya Chukuchuku TAKUKURU inabidi iingilie kati. Kauli ya jana. Kauli ya Chukuchuku unaposema utaisaidia Simba kivipi? Kivipi? Tunataka majibu hapo. Maana TAKUKURU ndio muda wa kuingia kuangalia kauli hizi zinatupa mashaka. Umehongwa au nini kilichopo? Maafisa habari wanapaswa kuangalia namna gani ambavyo wanapaswa kuzungumzia taasisi zao. Unapotoka hadharani utaisaidia Simba, manake Chukuchuku amehusika moja kwa moja kuihujumu KMC. Chukuchuku kauli yake kwamba ataisaidia Simba, manake Chukuchuku amehusika kuifanya KMC inaondoka ligi kuu kwa kauli yake. Ndio uhalisia. Hii haikwepeki popote. Chuma cha Mjerumani nasema. Yes. Yeye anasema ni branding. Branding kwa ajili mashabiki wajae. Branding. Hivyo nataka kuniambia mashabiki wamefuata KMC wamefuata Yanga hapa. Ili na wewe kujaza uwanja hapa. Ni mambo ya kiuni. Moja kati ya timu ambayo haina mvuto ni KMC. Unakuja kuangalia nini? Wewe unakuja kuangalia nini? Timu inaburuza mkia, mechi 29 alama 9. Inakuvutiaje hiyo timu? Haiwezekani. Hivyo nataka kuniambia mashabiki wa Yanga wamekuja kuiangalia KMC. Hao wamekuja kuizomea KMC. Anakuelekeza ile uhalisia. Kama na ubavu, si anakuwa mwenyeji mechi za kawaida hapa. Ameanza kujaza uwanja. Brandi Chukuchuku hapa. Kaka mmeua sana. Sikiliza, mimi na mchana live hutu mvumilia akili yake sio yeye anayezungumza hapa. Kwa nini? Unaelewa vizuri? Nani anayefuata KMC na buruza mkia? Tumvumilie ndugu yetu. Ana alama
Huyu tuendelee kumuombea, sio anayeongea. Tuendelee kumuombea. Hali ni test. Nasema nini kwanza hapa? Anasema washika daraja. Sawa. Sawa. Abishe na kauli yako sio kama unaibrand KFC ila umeikonza KFC. Kufanyaje? Kusema kwamba unakuja kuibebea. Nimeiponza kwenye lengo gani? Mimi nilipewa product nikaiuze sokoni. Nikatafuta ile ndo njia yangu ya kuuza product yangu. Okay. Kwa hiyo umeuza product leo. Maana kwa umeambiwa kipigo na faida get collection basi. Wanaelewa vizuri, lakini madhara ya timu ya kocha. Kaka, niambie. Hizi timu watu wanatakiwa walipo mishahara. Sawa. Sawa. Watu wanatakiwa walipo bonus. Sawa. Timu zikawa tu wasafiri. Sawa. Mimi nimepewa jukumu. Anaisaidia Simba. Mimi nimepewa jukumu. Ndio. Kuuza product. Sawa. Product ya bodi ya ligi, product ya KMC. Nimeenda kuiuza product kwa namna hiyo. Na imeuzwa. Mzee, fanya majukumu yako na mimi nifanye majukumu yangu. Kila mtu jamani, niacheni. Wewe unajua mimi nimepewa jukumu gani? Niacheni. Haridi. Naam. Sasa umeingilia nini interview yangu? Nini interview yangu? Jamani, muacheni ndugu. Chukuchuku usiondoke. Ndio unanipangia mimi cha kuongea. Mimi nipewa jukumu la kuuza product yangu. Wewe unanipangia mimi cha kufanya? Jamani, naomba mumwache ndugu yangu alichukuchuku. Hali inapitia sio nzuri. Timu yake inaburuza mkia. Kwa naomba tumwache. Kama angekuwa anataka kuuza brandi, tungeona brandi inauzika kwenye mechi za kawaida watu wamejaa. Kwa hiyo sasa hapo tumvumilie, sio yeye anaongea. Chuma cha Mjerumani kwa hicho ambacho amekionyesha kocha wa Young Africans kufanya sababu kumtoa mbeki namba 2 ya Dar es Salaam Young Africans na kumuingiza Buba. Mashabiki wa Yanga walikuwa wanasomea hicho. Sababu gani unatoa unamuingiza Buba? Mimi nadhani kocha yoyote malengo yake ni timu kupata matokeo ya ushindi. Shabiki siku zote anahitaji ni kuenjoy tu. Unaelewa vizuri? Na Yanga si kana kwamba mechi za ligi kuu ishamaliza, bado na mechi. Ila kama ingekuwa imepoteza mimi ningesema kweli. Lakini Yanga hii ambayo alikuwa anamzomea Buba ndio ambayo Yanga imekosa magoli mengi sana. Unaelewa vizuri? Mbona alikuwa wazomea wachezaji ambao wanakosa magoli? Yaani mimi ningetamani mashabiki wa Yanga waseme wewe Depu toka nje umekosa magoli mengi, ondoka, hatukuelewi. Unaelewa vizuri? Yanga imekosa nafasi nyingi sana ambazo imezitengeneza leo. Unaelewa vizuri? Kocha amekuwa na target ya timu kupata matokeo chanya, lakini washabiki ni haki yao kulalamika. Ni haki yao. Sawa, kumbuka kocha anaangalia mbele yako na mashindano ya aina gani? Kuna mashindano ya knockout CRDB Federation. Kuna mashindano ya kusaka alama na ushindani umekuwa ni mkubwa mno wa sasa. Unaelewa vizuri? Sikiliza. Kitendo cha Simba kushindwa kuifunga Yanga mechi za ligi kuu. Bodi ya ligi isimame sana kusimamia waamuzi. Waamuzi watakuwa na pressure kubwa sana kwa sababu Simba atakaishinde, Yanga atakaishinde. Waamuzi wetu kiwaangalia kwa asilimia kubwa ni kama kisosa kwenye kombe cha chai. Wamekosa utulivu kama ndege inayoshuka airport. Yaani mwamuzi anavurugwa kabisa. Wanapaswa kuwa na umakini. TFF na bodi ya ligi na kamati zake hawakuenda nje kuchukua waamuzi sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na haya madudu yamekuwa ni mengi mno. Sasa pressure hii iliyopo sasa hivi ya Simba kutoifunga Yanga kutaka kutetea ubingwa na gap la alama 5, hii ligi ni ngumu sana mechi ambazo zimebaki kuliko mwanzo. Kwa wanapaswa kuwa na umakini mkubwa mno kutolea jicho la tatu katika maamuzi ya waamuzi, lakini vinginevyo ligi itakuwa ngumu sana na itakuwa na madudu mengi. Tumalize na hili. Mnyama Simba hivi sasa ipo nyumbani dhidi ya JKT Tanzania. Mechi itakuwa ya kifupi niseme tu kwamba Simba ni moja kati ya timu ambayo yenye quality katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hilo silikatai popote kama mtu wa mpira. Ina wachezaji wazuri na bora. Simba kufungwa na JKT Tanzania ni kunifedhesha chuma cha Mjerumani duniani kwa moku kuniumbua. Simba na wachezaji wazuri brother. Huo ndio uhalisia. Kwenye ukweli tunasema ukweli. Quality ya Simba tofauti na JKT Tanzania. JKT Tanzania tangu imeifunga Simba goli moja kukabila uwanja wa Uhuru mwaka 2020 inacheza vichapo kila siku. Unaelewa vizuri? Kwa ninachotaka kukisema ni kwamba kinachokwenda kuamuliwa mechi ya Simba na JKT ni quality. Hiyo ni uhakika. Na leo hii kitendo cha Yanga kushinda, taarifa ya Samuel zimefika. Simba hata umchekea JKT. Labda JKT ambaye kutuaminisha kwamba anamkamia kweli Simba apate matokeo chanya, lakini leo utaona magoli mengi ya ovyo. Subiri uone. Leo kulingana na quality ya Simba. Sio magoli ya ovyo kama Simba imenunua. Magoli kulingana na quality ya Simba. Kuna sometimes unaweza kufungwa goli ambao kulitegemea. Kwa nini? Ni quality ya timu ambayo umekutana nayo.
Kwa Simba wachezaji wazuri sana. Sioni JKT kuisimamisha Simba. Labda itokeni maajabu ya dunia. Chuma. Semaji anatamba. Nani? Ahmed Ally. Na goli la Chama kule Samoyo kule. Amepinti mpaka t-shirt. Mafanikio ya Simba ni goli la Chama ambalo halina alama 3. Hayo ndio mafanikio ya Simba. Unaelewa vizuri. Kwa mimi simshangai. Yeye kwanza kutamba na goli la Chama ndio mafanikio yake. Hana kikombe cha ligi kuu. Ni masikitiko makubwa sana. Tangu NBC imeanzishwa jina li NBC Premier League, Simba haja kuchukua kombe, maskini ya Mungu. Tangu tumeama kwenye CRDB, Simba haja kuchukua kombe, maskini ya Mungu. Kwa wana Simba kuna muda mwembe na waelewa, sio wao wale wanavurugwa na mafanikio ya Yanga. Nakwambia wewe, mtu anachukua kila siku na muangalia. Unaelewa vizuri? Huo ndio uhalisia. Na katika kitu kibaya ambacho wana Simba waliaminishwa ni kama Simba inaonewa mbele ya Yanga. Tuulizane hapo. Hivi miaka ambayo Simba anachukua ubingwa, si ndio? Na miaka ambayo Yanga anachukua ubingwa, nakupa mfano mdogo sana. Nabe anaisuka Yanga Afrika, si ndio? Hivi kuna mshambuliaji ambaye alikuwa anafikia level ya Afrika kuwatoa wa Yanga na wako Simba? Medi Kagera anakuja hapa anasumbua level ya Afrika, sio? Uongo kweli? Naangalia huko. Nakuuliza swali la msingi hapa. Tuisia Kisini anakuja Tanzania, ashacheza finali Confederation. Uongo kweli? Chama akacheza amekuja hapa Tanzania. Anakuja swali la msingi hapa. Watu wanaaminishwa kwenye mkumbo kwamba Yanga Simba zinaonewa, haiwezekani. Watu walileta quality bro. Yaani Kibangala anakuja nchi hii, ana uzoefu na mashindano ya kimataifa kuliko wachezaji wote ambao wamekuja Simba. Uongo kweli? Amekuja hapa Lali Bwalia, ana uzoefu na mashindano ya kimataifa. Na kuuliza swali, na ndio maana haikushangaza kutoa mwanga. Kipindi cha Gen Z Yanga kufika finali Confederation ilikuwa ni quality, ndio Simba akafuata. Uongo? Sasa kumbe nini?